Dareva League msimu wa 12 na leo hii tumeshuhudia baadhi ya mechi, na mmoja wa mchezo huo ni ambao umewakutanisha High Voltage dhidi ya QT kwa maana ya chuo cha kimataifa cha Kampala, na mbungi imemalizika tayari na High Voltage wakifanikiwa kuibuka na ushindi wa seti 3-1. Geoffrey ni miongoni mwa wale ambao wamekinukisha kwenye seti zote takriban 4. Kwanza pole na hongera sana kwa mchezo. Asante sana. Pengine mchezo ulianza kwa chini na kwenye seti ya kwanza mlipoteza, pengine shida ilikuwa ni wapi mpaka mkarejea vyema na mkafanikiwa kuibuka na ushindi? Kikubwa ambacho kinatukabili sana hasa timu ya High Voltage ni kwa sababu wachezaji wengi tunakaa sehemu tofauti tofauti, kwa hiyo muda wa kufanya mazoezi kwa pamoja kama mfano timu ya Kampala inavyofanya sisi hatuna. Kwa hiyo mara nyingi seti zetu za kwanza ukiangalia kwa michezo iliyopita tunazipoteza, lakini ni katika hali ya kujuana, kuamsha miili ili kuwa sawa katika seti zinazofuata. Kwa hiyo kilichotusaidia mbeleni baada ya hapo kupoteza seti ya kwanza ni kutulia, kupanga mipango uwanjani, kuanza kufahamiana na wachezaji vizuri, unacheza wapi, unakuaje. Kwa hiyo nadhani hicho ndio kitu pekee ambacho mechi nyingi ambazo tunashinda huwa tunakitumia. Yeah. Na kocha alikuwa anasisitiza nini hasa kila baada ya seti moja inapomalizika? Kocha wetu alikuwa anatuambia tu kitu kimoja cha msingi kwamba hatuna cha kupoteza, kwa sababu baadhi ya wachezaji wetu wa muhimu sana kwenye game ya leo hawakuwepo, na ukizingatia hata mmoja wa wachezaji ambaye alikuwa anacheza ndani huwa ni libero, lakini leo imebidi acheze namba ya kuzunguka ndani kwa sababu hatuna mbadala. Kwa hiyo kocha alikuwa atusisitiza tu kwamba hatuna cha kupoteza. Kwa hiyo ukiingia uwanjani jiamini, cheza ulicho nacho. Tukipoteza mambo ya Mungu, tukishinda basi tumeshinda. Kwa jinsi nilivyotazama seti zote 4, mimi naweza kusema kwamba wewe ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamecheza vizuri na anaweza kudiriki kusema ni nyota wa mchezo. Pengine ni siri ya uchezaji mzuri kuliko wachezaji wengine ni nini leo? Naweza nikasema katika wachezaji tuliocheza wote, mimi mule ndani ndo mchezaji mkubwa kuliko wengine wote, nikiwa na maana ya kucheza kwa muda mrefu. Kwa hiyo nadhani ni experience tu na kucheza hizi game nyingi. Kabla maana nimecheza game za kimataifa za hapa ndani, lakini wengine hapo ukiangalia nadhani Dareva ndo game yao kubwa, hawajakutana mashindano mengine makubwa zaidi ya hapa. Kwa hiyo ni ule tu uzoefu na vitu vingine unaona kabisa hiki kitaenda kufanyika kwa sababu umeshakiona mara nyingi tofauti na wachezaji wengine. Kwa hiyo nadhani hicho ndio kitu cha kipekee ambacho kimenisaidia kuwa na experience ya mchezo. Mnamaliza leo pengine mzunguko wa kwanza, na matarajio ni yapi na mnakwenda kujipanga vipi sasa kuhakikisha kwamba hata hilo tatizo la wachezaji kutokuwa pamoja linaondoka kwenye mzunguko wa pili? Cha msingi tu wanashauri wachezaji wetu mara nyingi kufanya mazoezi kokote waliko, kwa sababu wengi wanatoka mikoani, wengine tuko Padala, lakini mambo ya kazi nayo yanatubana, tofauti na timu zingine ambazo ni za taasisi kama labda TPA ama QT, wanakutana kila siku kwa sababu wako ndani ya taasisi. Kwa hiyo kwa sisi tunasisitiza tu kwamba weka mwili sawa, fanya mazoezi, vile vitu vya msingi kama skills za uwanjani uwe nazo. Unaweza ukawa una nguvu na mazoezi mengi, lakini kama huna skills na technicality ya game huwezi kufanikiwa, na ndio kitu ambacho High Voltage kinatulinda. Wachezaji wengi wana skills person, kila mtu anaweza kuseti, kila mtu anaweza kupiga. Leo tumemtoa libero anacheza opposite, ana uwezo. Kwa hiyo ni ile skills, train skills, uwe variety uwanjani. Leo hayupo huyu, kesho anacheza wewe. Kila laheri na nikutakia maandalizi mema sana kwenye mechi zingine ambazo zimesalia. Asante sana, shukuru.